uwekezaji wako. Sasa nini naipataje au ni na hizi opportunities ziko kwa hao wafanyakazi wachanga wanaoanza kazi juzi miaka mingi? Hapana, yani mimi nilipo sawa. Mimi nilipokuwa nimekuelewa nilikajua kwamba unaongelea kwamba ile baada ya kustaafu. Kwa hiyo hii presentation yote tunaongelea kwamba baada ya kustaafu kuna ile mgongo ambacho unapewa. Umeona? Kwa hiyo nikaa nimetarget kama huyu atakuwa labda kwa mfano anapata labda milioni 35 au milioni 70, anakuwa na option ya either kuchukua kiwango cha pesa na kuingiza UTT, lakini sio kesi. For the time being UTT ina viwango vidogo sana vya kujiunga. Kwa mfano kama sasa ulichokifanya ni jambo jema sana la kutaka kupata hiyo elimu mapema, ili muda ukifika maana yake unakuwa upo katika njia salama ya kufanya maamuzi. Umeona? Kwa hiyo maana yake tunasema kwamba baada ya kustaafu wengi huwa wanaanza kufanya uwekezaji. Especially ile baada ya kustaafu ambao ni ule uwekezaji mkubwa. Unakuta uwekezaji wa kuanzia milioni 20, 30, wengine wanajenga nyumba, wengine wanafanya uwekezaji wa miradi ya kuku, wengine labda maduka na kadhalika. Lakini tunaona kwamba changamoto kubwa kutokana na ukosefu wa uzoefu katika uwekezaji, hali ya usimamizi inakuwa ni changamoto. Yaani kwa maana kwamba issue sio kuanza, issue ni kwamba unaendelezaje. Si ndio hivyo? Lakini sasa tunasema kwamba njia mojawapo nzuri salama ambayo inaweza kufanya ukawa hata ile life span yako ikawa ipo katika sehemu salama ni kuwekeza katika mfuko wa UTT AMIS. Sawa. Na UTT ni mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kwa jina zuri la Kiingereza tunasema ni Unity Trust. Ambayo hii ni mifuko iliyopo chini ya Wizara ya Fedha, chini ya serikali. Ina maana serikali baada ya kutambua kwamba raia wake wengi hasa wawekezaji na hata raia wa kawaida hawana ile elimu ya uwekezaji, ndio maana anaingia katika losi za mbalimbali. Ndio maana wao wameamua kuja na mfumo huu kwamba tunaweza tukatengeneza ile aina ya uwekezaji wa pamoja. Ni kama vile ambavyo wewe unaweza ukasema kwamba bwana, mimi nikistaafu naweza nikashirikiana na mwalimu X na Y tukaweka hela yetu sehemu fulani tukaanzisha kampuni fulani. Ni kama hivyo. Sasa wao serikali wanachokifanya, wameorganize raia wote nchi nzima aliyekuwa tayari, mnaweka hela zenu pale. Wao wana wataalamu waliobobea katika masuala ya fedha, lakini pia serikali inakuwa tayari inajua pesa hii ipeleke kwenye uwekezaji gani na tupate faida kiasi gani kwa muda gani. Maana yake tunasema zile riski zote zinazohusiana na uwekezaji wao wanakuwa wamezihandle wao. Kwamba ile pesa unakuwa sio kama umeisave, unakuwa umeifanyia uwekezaji. Si nalana yani kwa unakuwa na faida kubwa, kwa maana kwamba ni pesa ambayo umeweka katika uwekezaji inazalishwa, na at the same time unaweza ukaitumia kama dhamana unapotaka kwenda kukopa benki. Umeona? Yes, lakini vile vile unaweza ukaitumia kama ni moja ya mbinu yako ya kukuza mtaji wako, ili sasa ukawa unatoa pesa kidogo kidogo kwenda kuingiza kwenye ule mtaji wa biashara ambayo labda ni biashara ndoto yako. Kwa hiyo tunasema kwamba faida kubwa ya kuanza uwekezaji kwenye UTT ni kwamba hatari zake ni ndogo, zile riski zake ni ndogo ukilinganisha na kufanya biashara kubwa. Lakini pia faida ya fedha inakuwa riba yake ni ile compound, kwa maana inakuwa riba juu ya riba. Kwa maana kama mwaka huu itakuwa ni 12% ya milioni 20, basi mwakani itakuwa ni 12% ya milioni 22 na laki 4. Umeona? Lakini tunasema kulingana na hizi siri nilizoziandika hapa, kwanza biashara moja kwa moja pia inaweza kuwa ni option nzuri kwa sababu faida yake inakuwa ni kubwa. Lakini kunakuwa na changamoto kama zifuatazo. Kuna ile hali ya kutokujua hali ya soko na ushindani wake. Kwa maana unaweza kuona tu watu wanafanya biashara Kariakoo, lakini unafahamu wanachokumbana nacho ndani yake. Ndio unaweza kujikuta ukaona Kariakoo pale kuna watu wanafanya biashara, lakini unaweza kaenda wewe usifanye biashara. Kutokana na nini? Ni kwamba ni kwa sababu wewe hujawepo kwenye hilo eneo kwa muda mrefu, kwa una ile zile experience. Lakini pia kuna gharama za kuanzisha biashara siku zote zinakuwa ni kubwa. Yaani tunasema short run period riski zinakuwa ni nyingi sana tofauti na long run. Kwa maana mfano mzuri tu, inasemekana Kariakoo kuibrand frame unaweza kukuta ikatumia gharama kubwa zaidi kuliko hata mtaji wa bidhaa utakayoweka pale ndani.
Kwa hizo tunajaribu kuangalia hizo changamoto zilizopo upande wa pili ili turudi kwenye UTT iwe ni rahisi kuelewa kwamba kwa nini tunawekeza katika UTT. Lakini pia kuingia kwenye biashara unaweza kukutana ile changamoto ya kupoteza mtaji wote. Kwa maana kuna watu ambao wanakutana sawa, bwana mimi naingia kwenye real estate. Sawa, nitanunua kiwanja, nitajenga hoteli labda na kadhalika. Unashangaa nanunua kiwanja, kumbe kiwanja kina mgogoro. Mwisho wa siku sasa inakuwa ni stress za kwenda mahakamani na kupoteza kila kitu ulichokuwa nacho. Wengine huwa wanasema mimi naingia kwenye biashara ya madini, umeona, ambako kule mara nyingi ndio huwa wanaenda napigwa moja kwa moja kabisa. Wengine wanasema wanaingia kwenye hizi financial institution nyingine za watu binafsi au international. Kwa mfano kuna wengine wanaingia katika hizi forex exchange, biashara za pesa za nje, kwa maana ya kama vile Binance, anakuwa wakala wa Binance, au wanaingia kwenye biashara ya hizi tunaziita cryptocurrency na kadhalika, ambao pia riski zake ni kubwa, kwa maana unaweza kukutana na hackers. Tunasema mfumo mzuri kwa mimi ninavyoona, mtu anayestaafu ambaye hana experience ya uwekezaji wowote, ni vizuri akaanza kuweka pesa yake sehemu salama, ambao ni mifuko ya UTT AMIS, ambao wao wana mifuko karibia 6. Umeona, kuna Umoja Fund, kuna Bond Fund, kuna Liquid Fund. Sasa kuna mifuko ambayo ukiweka hela yako, ile hela yako inaenda kununua hisa. Serikali inaenda kuipeleka katika soko la hisa la Dar es Salaam. Kuna mifuko ambayo ukiweka pesa yako, wewe hela hiyo wanakuuzia kipande. Kwa mfano kama Liquid Fund, sasa hizi kipande kinauzwa shilingi labda 491. Lakini unaweza kukuta kila siku kila mwezi inaongezeka shilingi moja. Kwa hiyo maana yake baada ya miaka 5 kipande ulichonunua leo shilingi 400, baada ya miaka 5 kinakuwa na thamani kubwa. Kwa maana kwamba ukija ukikiuza unakuwa na pesa nyingi tu. Tutakuja kuona baadaye hiyo calculation zake zinavyoenda. UTT AMIS. Mfano umechukua milioni 20, umepokea hela yako, ukafungua account ya UTT AMIS Liquid Fund. Sawa? Ambayo inatoa riba ya 12% kwa mwaka. Sawa? Kwa ile milioni 20 ukiweka, baada ya mwaka mmoja utakuwa na milioni 22 na laki 4. Ni kumbuka ni hela ambayo ni uhakika, sio kwamba labda sijui itatokea kuna shida fulani, yani hiyo ni umenunua kipande, sio hisa. Ndio maana nimetolea mfano wa Liquid Fund. Hisa ndio huwa ina tabia ya kupanda na kushuka. Lakini baada ya miaka 2 utakuwa na milioni 25 na 1088. Tukienda mpaka miaka 5 wewe utakuwa na shilingi milioni 35 laki 246. Kwa hiyo unajikuta kama milioni 20 yako ndani ya miaka 5 imezalisha milioni 15 kwa uhakika. Kitu ambacho ni kweli, unaweza ukachukua milioni 20 ukaipeleka katika biashara nyingine za kawaida tofauti na UTT ukapata faida. Lakini je, swali linakuja, una uhakika? Lakini pia kuna wengine huwa wanasema hivi, bwana mimi napenda pesa zangu niziweke katika labda real estate business ili niweze kuacha kama urithi kwa watoto wangu. Kwa maana labda nitajenga hoteli, alafu then kwa kuwa na watoto hao wataendeleza hii biashara ya hoteli. Au nitajenga gesi wataendeleza. Kumbuka hata UTT nao wana mfumo huo. Ile pesa utakayoiweka wakati unajisajili, wanakugea option ya kuandikisha na warithi wako. Ambao ukitokea wewe umefariki, wale warithi wakienda kufuatilia zile haki, wataendelea kula, wataamua wao. Either waitoe pesa yote au waendelee kula kidogo kidogo kama walivyokuwa wanakula wewe. Kwa hiyo ni kama aina fulani hivi ya pension ambayo unaweza kujitengenezea wewe na kizazi chako kijacho. Na ikawa ni miaka na miaka. Sio kwamba ina mwisho. Nini naipataje au ni na hizi opportunities ziko kwa hao wafanyakazi wachanga wanaoanza kazi juzi miaka mingi? Hapana. Yaani mimi nilipo sawa. Mimi nilipokuwa nimekuelewa nilikajua kwamba unaongelea kwamba ile baada ya kustaafu. Kwa hiyo hii presentation yote tunaongelea kwamba baada ya kustaafu kuna ile mgongo ambacho unapewa. Umeona? Kwa hiyo nikaa nimetarget kama huyu atakuwa labda kwa mfano anapata labda milioni 35 au milioni 70. Anakuwa na option ya either kuchukua kiwango cha pesa na kuingiza UTT, lakini sio kesi. For the time being UTT ina viwango vidogo sana vya kujiunga. Kwa mfano kama saizi ukitaka kujiunga unaweza kujiunga, kuna mfuko ambao unajiunga na shilingi 10,000 kwa mfano Bond Fund. Ukiona shilingi 10,000 unafungua, badala hapo unaweza ukaweka kuanzia shilingi 5,000 kila mwezi. Au kwa mfano mfuko wenye gharama kubwa wa kujiunga ni mfuko wa UKWAS ambao wenyewe unajiunga na shilingi 100,000. Then baada hapo unaweza kaamua ukawa unaweka pesa yote kuanzia shilingi 10,000.
Sawa. Kwa hiyo kiingilio ni 100,000. Kiingilio ni 100,000. Kwa hiyo nikatolea mfano, nikasema kwa mfano ukiamua uweke shilingi 100,000 kila mwezi. Yaani kwa mfano umejiunga na kila 100,000, alafu kama uweke 100,000 kila mwezi. Sawa? Kwa miaka 10 mbele utakuwa na shilingi milioni 23. Wakati kiuhalisia ukiweka 100,000 kwenye akaunti ya kawaida utakuwa na kwa miaka 10 unakuwa na milioni 12, si ndio? Kwa miaka 10 ukiweka 100,000 unakuwa na milioni 12. Lakini kwa UTT AMIS ukiweka shilingi 100,000 kwa miaka 10 unakuwa na milioni 23. Mara mbili. Kwa hiyo sasa labda tuchukulie kwa wewe kwa labda uliyosema kwamba miaka 3 mbele. Sasa hapo manake kiukweli UTT labda ndio maana nasema kwamba ni kwa sababu ni riski nyingi wanakuwa wameziteki wao. Sawa, kwa unakuta faida yake kidogo sio kubwa sana. Hilo nitoe wazi. Ndio maana nikakwambia kwa mfano ukichukua shilingi milioni labda hata milioni 5 mwaka huu mwezi wa 9 ukichukua milioni 5 ukapeleka kwenye korosho. Sawa, wewe una uwezo wa kupata milioni 10 na kuendelea. Umeona? Kwa hiyo korosho. Lakini sasa tunasema kwamba mimi nilikuwa naongea na wewe kama vile mstaafu ambayo tunaamini kwamba baada ya kustaafu unahitaji kupumzika, usiwe na zile misongo ya mawazo ya mara kwa mara ili kulinda afya yako. Yaani ni vizuri tu nile kwamba unafanya zako mazoezi nini, pesa inaingia, inaleta passive income. Ndio maana nikaona kwamba ukichukua mfano milioni 5 au 10 ukazipeleka kwenye korosho, riski ni nyingi, kana kwamba unaweza kujikuta ukawa na stress. Pesa unaweza kuipata lakini kwa stress. Kwa hiyo kwa huku sasa na utapeli juu. For the time being kuhusiana na unataka kuweka ndio hivyo. Kwamba unaweza hata leo hii ukiamua ujiunge, unajiunga, then kila mwezi unaweza kaamua uweke pesa. Ambapo utakuwa unaiona inakuwa vizuri tu. Kwa mfano tuseme ila nikikutajia calculation zake unaona ni hela ndogo kwa sababu kwa mfano kama ni 100,000 tuchukue umeweka 100,000 tu kwa mwaka mzima. Si ndio? Maana yake utafute 12% ya 100,000. Unakuta kitu kama ni shilingi kama 12,000 tu. Na kama nitaweka 100,000 kila mwezi kwa mwaka mzima. Ukiweka 100,000 kila mwezi kwa mwaka mzima, maana yake tunaangalia utakuwa umetengeneza shilingi kwa sababu 100,000 kwa mwaka mzima ni milioni 1,200,000, si ndio? Sasa tutabidi tutafuta 12% ya milioni 1,200,000. Kwa hiyo unakuta kama kitu kama shilingi tutasha kama milioni 1,200,000. 1,144,000. Shilingi 1,144,000. 1,144,000. Kwa hiyo ni pesa, yaani unaweza kujikuta unaingiza pesa lakini sio faida. Yaani pesa ukawa unaingiza. Kwa sababu kwa kawaida ukishachukua hiyo milioni 1,200,000 ukafungua genge, kila kinachoingia inabidi ukirudishe gengeni nani? Ukirudishe kwenye mtaji. Ili biashara iendelee kuexist. Kwa hivyo huku ni yaani kwa kifupi huku ni kwamba unaiacha pesa ikufanyie kazi kwenye UTT. Wakati huo unaendelea na maisha yako mengine. Na pia ukihitaji kuchukua hiyo hela uliyoiweka kwenye UTT ukaikopea kama ina kizi vigezo wanakukopea. Unaikopea vizuri tu. Unakopa benki yenyewe inabaki kama dhamana kwenye akaunti yako. Na ikibaki kama dhamana kwenye akaunti yako bado itaendelea kukalika? Au kwa sababu ukopea itasimama? Yenyewe inaendelea kuwepo kule. Inaendelea kuwepo, inaendelea kuzalisha ila tu kwamba hautaweza kwenda kutoa kule kiwango kikubwa kulingana na pesa uliyokopa. Yaani kwa mfano umekopa milioni 20 benki, si ndio? Wakati huo UTT una milioni 35, si ndio? Siku kaja ukaamua nataka utoe UTT milioni 30. Hesabu haitawezekana. Kwa sababu ilikuwa kama dhamana ya mpaka kumalize deni ndio. Ila yenyewe huko inaendelea kuzalisha. Ila yenyewe inaendelea kuzalisha. Hapo ni yote. Basi ndio hivyo kuhusiana na UTT. Chakula basi natokea kutoka kwenye sala. Naam. Na lile salio na rejesho la kila mwezi itakuwa natoka kwenye hiyo UTT wekeza ama itakuwa natoka kwenye mshahara wangu.
Salio gani? Kuna ile rejesho nimekopa milioni 35 kwa mfano. Ndio na mimi kuna MTT na milioni 50, sawa? Nikishakopa ile milioni 35, si kuna rejesho la kila mwezi? Ndio nakuelewa. Ili rejesho kila mwezi linatoka UTT kwa ile milioni 50 yangu niliyowekeza au linatoka kwenye mshahara wangu wa mwezi wa kazi? Nafikiri kwa makubaliano ya benki hapo mtakapokubaliana itakuwa inatoka kwenye nanio, kwenye mshahara wako. Kwenye mshahara wako. Maana yake si unakopesheka kwa hiyo hela. Sasa kama unakopesheka ile security yangu, kwa nini usimame kwenye UTT wakati yangu? Sasa hapo umeshindwa kutofautisha kitu kimoja. Ukienda kukopa sasa hivi kama mtumishi, ina maana wewe dhamana yako moja kwa moja ni cheki namba, si ndio hivyo? Hapo UTT hapo hayusiki hapo. Hapo hayusiki. Mimi hapa nimeongelea yani hapo exactly. Au ambaye ni mfanyabiashara labda ambao sio mtumishi yani tumeenda vizuri. Asante sana. Mimi nimekuelewa. Asante. Nimekuelewa kabisa. Kendo hiyo ni nzuri. Basi nadhani natosha kwa leo. Sawa, asante sana. Tukajiweka vizuri kwenye mipango ya kustaafu. Nafikiri hilo tutalipa kipaumbele kwa sababu elimu nimeipata. Kujipanga tu kuingia sasa. Basi kwa elimu zaidi ni kwa wewe ambao upo Dar es Salaam una nafasi kubwa. Kuna hili jengo ukiwa unaenda nanio Mlimani City, si ndio? Sawa. Tuseme kuna jengo kuna gorofa pacha pale karibu na jengo la TCRA. Jengo la mawasiliano. Ukitoka ile la mawasiliano ukifika kwenye zile Magufuli hostel za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam upande wa kulia kuna gorofa moja ndefu sana pale. La NSSF pale pale ndo kuna ofisi za UTT AMIS pale. Unaweza ukaenda nafikiri wanaweza kukupa. Basi sawa, wanaweza kukushibisha vizuri. Lakini pia unaweza ukapitia kwenye YouTube channel. Mimi nilijipitia kwenye YouTube channel mpaka nikashawishika. Channel yao na link yao unaipataje? Unaandika tu UTT kwenye YouTube. Unaandika UTT AMIS. Basi then masomo yao. Kuna mzee mmoja mwenye napendaga sana. Yaani anaongea kama vile anachekesha, ambaye ndio ni kiongozi wetu, ni mkurugenzi nafikiri. Anatoka calculation fulani hivi. Anakwambia hivi, kwa mfano hivi, unajua kwamba milioni 10 yako ukiweka UTT inaweza kuzalisha milioni 700. Watu sasa akianza kugeza calculation ni really inawezekana. Issue tu ni ile kuwa mvumilivu. Yaani kwamba ukiweka hela kule kwa sababu unaiona hivi, hii hapa hela hii hapa. Ila sasa ni kwamba unabidi uongozwe na malengo yako. Isitokee unaiona milioni 20 hii hapa inakuwa kila siku milioni 20 unaona na kuingizia pale kila siku labda inaongezeka kila siku labda 50,000 au 20,000. Alafu ukaona kuna changamoto imejitokeza huko si na nini. Kama ni malengo yako kutatua changamoto sawa. Lakini kama lengo ni kukuza mtaji nashukuru sana. Asante sana kwa elimu. Sawa.